Ulipotembea kuja hapa kanisani alikuwa anakutazama. Alipojeso macho ya Mungu yanakutazama. Si wewe pigie Yesu makofi jamani. Sio wapenda hawaelewi. Nimesema huu mstari wa 15:34 wa Zaburi. Yaani macho ya huyo Mungu huyo tunayemwabudu katika madhabahu hii yanakuelekea wewe mwenye haki. Amen. Na hayo haitoshi. Amen. Umekuja na kilio, anaelekeza alipejeso. Wapendwa hamtupati. Amen. Hapa ni mahali ambapo panatosha. Haleluya. Hapa ni mahali ambapo mtu anangojea kisima ama lile ziwa lichibuliwe ni hapa. Na yamechibuliwa tayari. Amen. Hebu tusimame. Alipejeso. Haleluya. Minoni nafo ya msaidizi. Imba na nguvu Bwana. Minoni nafo ya msaidizi. Haleluya. Imba na nguvu, imba na nguvu. Imba na nguvu ndo baba aje madhabahuni hapa. Nataka mimi na nguvu jamani. Baba karibu madhabahuni hapa. Fire. Amen. Yesu makofi ya shangwe na wapendwa, kuna Mungu anakutazama, kuna Mungu anakusikia. Sasa yeye vile anakutazama na kusikia anaenda kutimiza. Wangapi wanaamini hivi? Ama kuna ubaridi wa kuwa kuna mvua? Si roho wa Bwana yuko hapa. Tumemuomba msaidizi, akupe joto, akupe kuamka, akupe. Pigia Yesu makofi. Ni Yesu hai. Amen. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Vigelegele na shangwe. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Geukia jirani yako mwambie Yesu yuko hapa. Mwambie nahisi uwepo wake. Mwambie nahisi uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jaribu mwambie mwangalie tu mwenzako, mwambie nahisi uwepo wa Mungu. Mwambie tu mwangalie vizuri kama vile mtumishi amesema, mwangalie vizuri. Mwambie nahisi uwepo wa Mungu. Amen. Naomba tukae. Basi namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Bwana ameendelea kunihudumia. Amen. Tangu nilipoingia hapa asubuhi, neema ya Bwana imenitosha. Amen. Nimesikia kubebwa katika ulimwengu wa roho. Amen. Nimesikia kuona machozi yangu ya baraka yakimiminika. Kisikia watu wanaimba katika ulimwengu wa roho. Na kuna vitu vya mbinguni vinashuka. Naona kama sinema au maono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimesikia kubarikiwa. Na nasema praise and worship, Mungu awabariki. Na Bwana awainue kiwango cha kimataifa. Na walimu wa Sunday school pia Mungu awainue na kiwango cha mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua Bwana anatuandaa. Mwambie Bwana anatuandaa. Mwambie Bwana anatuandaa. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali kunaandaliwa vitu lazima kuweko na kazi. Tukienda kwenye karakana au workshop yoyote ambayo inaitwa workshop, kama ni workshop za nguo, utasikia vile vumbi linatifuka, maana kuna vitu vinaandaliwa viwe
vizuri. Ukienda workshop ya mabati au ya magari au ya mawedi, utaona vile vitu vinalipuka. Maana yake ni kwamba kuna vitu vinaandaliwa. Sema amen. Hata mtoto anapoandaliwa ndani ya tumbo, kuna vitu vinalipuka. Wamama huwa wanakosa time, anakuwa na kukasirika kwingi, hana amani, hacheki, maana kuna vitu vinaandaliwa. Kwa hivyo mahali kunaandaliwa vitu, si mahali pa kawaida. Haleluya. Ndio jirani yako tunaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ujumbe wangu wa leo ni kuhusu sadaka ya malimbuko. Amen. Sadaka ya malimbuko. Ni kweli tulifundishwa habari ya sadaka. Tunajua sadaka, kuna sadaka ya hiari, ile ungetaka kumtolea Bwana kwa moyo wako, inaitwa sadaka ya hiari. Kuna sadaka ya fungu la 10, na si fungu la 10 tu, tunaambiwa tunalipa fungu la 10. Fungu la 10 si la kutolewa tu kama sadaka, bali ni malipo. Amen. Na yoyote ambaye anatoa fungu la 10 ni kwamba analipa fungu la 10, analipa. Ina maana ya kwamba alikopa au alikopeshwa afya, uzima alionao, kila shughuli anayoifanya, si kwa sababu ya nguvu zake, si kwa sababu ya mapenzi yake, ni Bwana anatupatia bure, anatukopesha. Safari tunazoziendea na kurudi, Bwana Yesu asifiwe, ni kwamba Bwana anatukopesha. Ndizo mwenzangu mwambie, wiki hii Bwana amekukopesha. Mwambie afya ulionayo ni mkopo. Mwambie uzima ulionao ni mkopo. Na inafika wakati tunalipa. Sema amen. Wengi wamekuwa na kugairi, kujiuliza maswali, hajui maana ya fungu la 10. Fungu la 10 maana yake ni kwamba twalipa gharama ya uhai wetu. Kazi na shughuli ambazo tunazifanya tunalipa. Unapopata mishahara, unapopata mazao mashambani, twalipa zile nguvu Bwana alizotupatia. Sema amen. Na leo tunaongea habari ya malimbuko. Sema malimbuko. Sema malimbuko. Malimbuko ni nini? Au limbuko ni nini? Tukisema limbuko au malimbuko ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Malimbuko maana yake ni kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza. Kitu kile ambacho kinaitwa cha kwanza. Kama umezaa mtoto, mimba ya kwanza, chochote cha kwanza, umepanda mahindi au mazao yameiva, kuna machungwa shambani, kuna kuku ndani ya nyumba, ameanza kutaga mimba ya kwanza, hapo ndio watu huwa wanachanganyikiwa. Si lile yai la kwanza lilipoanguka. Tunaelewa hapo? Yes. Mimba ya kwanza ya kuku, mimba ya kwanza ya bata, mimba ya kwanza ya mbuzi, mimba ya kwanza ya ng'ombe, limbuko.
chochote cha kwanza ndio nilimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ya mashambani na uzao. Pia kuna mahali ambapo tulimkosea Bwana, ni kwamba hatujui, hatuelewi. Lakini kuna chochote cha kwanza. Umeajiriwa kazi, mshahara wa kwanza, chochote cha kwanza. Pastor, chochote cha kwanza, limbuko. Sema limbuko. Limbuko. Sema limbuko. Limbuko. Mshahara wa kwanza. Saidia mwenza kumwangalia, Bwana atusaidie. Mwambie Bwana atusaidie. Limbuko, sadaka ya malimbuko. Hatujaelimishwa, hatujafundishwa maana ya malimbuko. Limbuko ni sadaka ambayo Bwana anaithamini sana na imejaa baraka zote. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nikiona kule kwetu watu wazee ambao hawajaokoka, na nyinyi Wagiriama kama mko hapa mnajua, hata Wakamba mnajua, hiyo mnajua, hawajaokoka. Siku hizi hakuna tena. Lakini wakati anapovuna mavuno yake na anajua mavuno haya, kabla watoto wangu hawajakula, kabla watoto wangu hawajaleta ndani ya nyumba, kama ni mahindi hayajachoma, wanachukua yale mavuno, wanajenga kauli, wanaenda mpaka mahali kuna matano manne hivi, wanajenga kanyumba pale, alafu kale kanyumba wanaweka yale mahindi na kauli pale. Wangapi wameona hiyo? Wangapi wameona hiyo? Ndio aende akaambie familia yake, mnaweza mkavuna. Hata mzee mwenyewe unazomwona amechukua mahindi mawili matatu anachoma. Kwanza amepeleka malimbuko mahali hadharani. Ni sadaka ambayo anaiamini. Shetani alikuja akaitoa na akaifanya yake. Watu wa mataifa wasiomjua Mungu wanajua malimbuko ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kanisa la Kristo hatujaelewa maana ya malimbuko ni nini. Chochote cha kwanza ambacho haujawahi kutumia na kiko mikononi mwako cha kwanza, aidha ni mtoto anazaliwa, hilo ni limbuko lako, lazima ulilete kwa Bwana. Ndiposa Samueli aliletwa kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Yesu aliletwa kwa Bwana. Limbuko ni sadaka ambayo yaleta baraka kwa yule ambaye anamthamini Mungu wake, anajua Bwana amenipatia limbuko. Bwana asifiwe. Amina. Asifiwe Yesu. Amen. Wangapi walipata mshahara wa kwanza akaupeana wote? Tutaangalia maandiko. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ndiyo iko. Kama haukuwahi, haukujua, haukuelewa, lakini ukweli ni kwamba limbuko la Bwana, chochote cha kwanza. Sema chochote cha kwanza. Chochote cha kwanza. Bwana asifiwe. Si kwamba nahubiri mulete. Mungu anataka sadaka yake ya kwanza. Nikuulize, mbona Wamisri wote walikufa siku moja? Kila firstborn
chukua, si utalia. Na Mungu alikuwa anataka machozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu msaidie mtamwambia unipasalie kulia. Si kulia kwa sababu kile ambacho Bwana amekugusa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri kumjua Mungu kupitia sadaka ya malimbuko. Najua uko na kila kitu nyumbani, na unajua uko na kila kitu nyumbani, na Mungu atatusaidia. Nataka usome na mimi kitabu cha Mwanzo mlango wa 43 49 fungu la 3. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 fungu la 3. Hili ni lilimbuko la Yakobo, na Yakobo anaongea. Kama umepata nisomee 49 na fungu la 3. Soma na sauti kubwa. Inasema, Rubeni, umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengi kwa ukuu na kwa nguvu. Sema amen. Mungu ananena na roho ya Yakobo. Ruben, umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Ruben, umzaliwa wangu wa kwanza. Bwana anatambua uzao wa kwanza. Esau alikataa uzao wake, alikataa kuwa limbuko. Alikataa kuwa limbuko, uzao wa kwanza wa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Bwana anathamini malimbuko? Anasema ni uweza wa nguvu zangu. Yoyote ambaye amezaliwa wa kwanza, baba hujivunia. Sema amen. Nasema chochote au mtoto anapozaliwa wa kwanza, baba hujisifia. Nataka niulize, Mzee Yosef Ngoka, uliitwa Mtwapa? Uliitwa Mtwapa na nani? Mtoto wangu wa kwanza. Mtoto wako wa kwanza. Akasema asante. Ulisikiaje? Mama kushuhudia, lakini mama hapa kama mwanamuziki ameshuhudia kwa hekima, lakini kuna vitu vilijengwa, kuna vitu vilinena. Alisikia kusisimuka, na Mungu anajivunia kile ambacho ni cha kwanza. Anapenda kunena kile cha kwanza. Rubeni ni mzao wangu wa kwanza. Rubeni, na mtoto wa kwanza anapoharibika analeta shida kwa jamii. Baba anakosa la kuongea, mzazi anakosa maneno. Haya maneno Mungu anayataka sisi wakati tunapomtolea ya kwanza. Mungu ufurahi, Mungu ufurahi, Mungu anafurahi. Ameweka yule mtoto mikononi mwako, maana wewe
ni mdhamini, lakini Bwana amemleta mikononi mwako, umdhamini na umrudishie yeye. Umusikilie na mwambie Bwana, asante kwa kunipatia uzao wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sio tu watoto wa kwanza wa kiume, bali kwa wanyama. Kwa wanyama wa kwanza, mazao ya kwanza ya nchi yote, hayo yanaitwa malimbuko, na yanapaswa au yanipaswa kupelekwa kwa Bwana. Si watoto tu peke yake, hata wazao wa wanyama. Wazao wa wanyama si watoto tu ambao tuko nao, si Rubeni peke yake, si Simoni wako, lakini wazao wa wanyama ambao unawafuga. Zao la kwanza wanapaswa kupelekwa kwa madhabahu ya Mungu. Saidia tena mwambie Bwana atusaidie. Mwambie Bwana atusaidie. Yoyote ambaye maneno haya anayajua na asiyafanye ni mwizi. Na si mwizi tu wa kawaida, ni mwizi wa mabavu. Anamwendea Mungu live. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana hapendi mtu ambaye anaitwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama mbele kitabu cha Walawi. Tumemwona Rubeni ya kwamba ni mzao wa kwanza, na Mungu anajivunia Rubeni, maana ni mtoto wa nguvu zake na malimbuko ya uweza wake. Mungu anajivunia wakati watu wanapoleta malimbuko, wakijua kwamba ni nguvu zangu nimelima, ni nguvu zangu nimefuga, ni nguvu zangu, na Bwana anafurahikia. Mambo ya Walawi mlango wa 23. 23 Walawi fungu la 9. Na ile soma. Mambo ya Walawi 23 fungu cha 9. Nasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uwaambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Rudia tena. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uwaambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza vizuri. Wakati wa Musa linaitwa agano la Mungu la kwanza, agano la kale. Bwana akamwambia Musa anene na wana wa Israeli, anene na wana wa Yakobo aliyeitwa Israeli, awaambie, mutakapofika Kanaani, mutakapoingia katika hiyo nchi na mutakapolima mavuno yenu ya shambani, ndipo mutakapovuna na mumuletee kuhani
mumuletee kuhani mganga. Bwana asifiwe. Mumuletee kuhani mganga. Sulete simumeleta yale mahindi ya mzee. Simumeleta hiyo. Mimi naanza kuokoka. Ile kanisa ambalo nimelelewa, watu walikuwa wakileta mahindi ya viguguta. Unajua viguguta hayajapukuswa, lakini yanawekwa kwenye uchanga. Anahesabu vitia. Mnamanya vitia? Vitia mnamanya? Mnamanya? Kulingana wajue vitia wana. Sijui kikapu kikubwa, si kama hii ambapo tunatolea sadaka. Juzi kina mama walikuwa wanaenda kwa harusi, mama wachungaji wakaona wakiweka kwenye bandari havina nguvu, wakatafuta kizia, wakaweka unga, wakaweka sukari, wakaweka nini, yani wakafunga bahasha kikubwa, yani kizia, huku wamejipika, lakini wanaingia. Sasa vile vizia vinahesabiwa cha kwanza mpaka cha 9, kile cha 10 kinawekwa chini, hakijapukuswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Agano la Kale, ili kuhani apeane maombi, analetewa ile miganda yale mahindi makubwa. Kama ni masema makubwa. Garuma sema mnamalikabe. Sindio? Wanaenda sema na mandalo sere. Ule mganda linakatwa hapo, laletwa kwenye madhabahu ili kuhani alitikise. Usoma tena. Analishika mwenyewe, ajue uzito wa hili hindi lina uzito wa gani. Ndiposa Kaini alimwapeleka ili mhukumu mwenyewe. Soma mahali. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu, naye atautikisa mganda mbele za Bwana, ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya Sabato, kuhani atautikisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhani akiupewa ule mganda, atautikisa mbele ya mkutano. Kwa mfano, tumeleta miganda yetu, tumeleta mahindi yetu, yani kuhani anaangalia ule mganda, ile uwezo, nguvu za ile hindi ambayo limebeba, anasema hili ndio linastahili, Bwana alifurahiki. Na kuhani wakati atakapolitikisa, utabarikiwa. Nasema kuhani atakapolishika na kulitikisa, familia lazima ibarikiwe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alitoa maagizo kwa wana wa Israeli wote kutoa malimbuko katika mazao yao, yani kupeleka sehemu ya kwanza ya mavuno yao nyumbani kwa Mungu, kuonyesha shukrani zao mbele za Mungu kwa kupewa mazao. Kuonyesha shukrani zao. Kwa sababu gani? Bwana alipeana mazao, alibariki. Alisema mama huyu na abarikiwe apewe mazao. Alisema mzee huyu lazima abarikiwe apewe mazao. Anapomletea malimbuko, Bwana anasema asante. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii hatuleti miganda.
Saa hii hatuleti mazao ya maguguta, twaleta ile haki kumwambia Bwana asante. Wakati kanisa litakapoelewa habari ya malimbuko, malimbuko ni sadaka ambayo Bwana anaithamini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana ametusaidia. Tumesikia ushuhuda. Mtoto amepeana shukrani zote, na hata hatimaye wakakata keki. Ina maana alifurahi vile mtoto alivyolelewa. Baba akapoteza pesa, baba akaleta atafuta maloni, baba aliuza nini, lakini mtoto leo amekumbuka, lazima aseme asante. Lazima aseme asante, na akisema asante ni shukrani, baba atafurahi. Wakati mshirika, wakati Mkristo, wakati mtu wa kuokoka atakaposema ya kwamba hili ni limbuko ambalo Bwana amenisaidia, nimebeba mimba na nikazaa mtoto, nimebeba jukumu, nimenunua ng'ombe, nikanunua mbuzi, nimefuga kuku, haya ni malimbuko yangu, baba atasema asante mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Sema malimbuko. Sema malimbuko. Malimbuko si ya kuwekwa nyumbani. Malimbuko ni ya kuletwa mbele za Bwana kama shukrani. Malimbuko sio fungu la 10. Malimbuko ni uzao wa kwanza. Mara nyingi tunakuwa wachawi sisi wenyewe kwa sababu hatujajua, hatujafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema mganda. Sema mganda. Sema materema bomu. Sema materema bomu mabomu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor. Goma tereka mbele. Juzi tulipoenda kuzika kule Shimba Hills, tulipoenda kuramka na Pastor Wanje, tuliona nini pale? Yule mama aliyekufa, mahindi makubwa makubwa, na hayana migani, yameambuliwa tu, lakini jihindi kama hiyo. Wakati unapokosa elimu ya kumjua Bwana, Bwana alisema ni maagizo. Sema maagizo. Sema maagizo. Bwana anasema aliwaagiza, Bwana alitoa maagizo kwa wana wa Israeli wote kutoa malimbuko katika mazao yao, yaani kupeleka sehemu zao za kwanza, mavuno yao nyumbani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Tuongea habari ya malimbuko. Tumefundishwa habari ya fungu la 10. Na unakuta fungu la 10 limekuwa ya ni agizo. Si ni agizo. Si ni agizo. Fungu mwambie kwanza, fungu la 10 ni agizo. Maana kitabu cha Malaki kinasema mliacha maagizo yangu. Na yoyote ambaye aliokoka miaka ya vizuri na hawezi toa fungu la 10, huyo anapigana na maagizo, na ukimwangalia hawezi endelea mbele, maana hafunguki, hachangamki, maana hizi kawaida ni kwa kujificha na kujishuka. Muulize kwanza, au ni wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana asingewapa mvua, basi wasingepata hata hicho kidogo. Kwa hivyo walimrudishia Bwana sehemu ya kwanza kabisa ya mazao yao. Sema amen. Mvua inaponyesha, elewa ya kwamba Bwana amekuthamini ya kwamba uko na shamba. Bwana amekuletea mvua. Lengo ni kwamba upate mazao, umletee
ambaye alilima akajaza changa zake, akasema basi chakula niko nacho hapa, kwa hivyo wacha moyo wangu ufurahi. Siku hiyo hiyo sauti ikamjia ikamwambia, wewe mjinga, nipe roho yangu. Na akakauka pale. Chakula kilikuwa pale, uchaga umejaa, mahindi ya kila kitu, lakini hakujua kama ni Bwana amempatia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema mavuno ni ya Bwana. Sema malimbuko ni ya Bwana. Kama Bwana asingetupatia mvua, basi hakungepata kitu cha kumtolea Bwana. Kwa hivyo walimrudishia Bwana sehemu zao za kwanza kabisa ya mazao yao, kuonyesha kuwa Mungu ni wa kwanza na wengine na mengine yafuata. Mungu ni wa kwanza. Sema Mungu ni wa kwanza. Sasa nataka kumwambia, muulize, si ulivuna mahindi wewe? Anasema muulize tu, si ulivuna mahindi wewe? Si ulilima mahindi wewe? Yale malimbuko uliyopeleka wapi? Fanya ulafi, kula, utakuja sema niombe. Uone hivi havitoshi kabisa. Nivipeleke kanisani huko. Peleka kanisani. Haya, kula vyote. Ukija hapa utasema, Bwana, pastor, mimi hali zangu ni mbaya. Milango ya kipesa, ya kifedha imefungika. Naomba maombi. Imagine, pastor ni wakupelekewa mambo mabaya. Kila ambacho hakiwezekana ndio pastor anapelekewa. Niombee wanangu, niombee kazi yangu, niombee nimefutwa kazi, niombee. Pastor anaomba, lakini malimbuko vitakapokuwa, Paulo anasema mshirikishe mkufunzi wako mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipe Yesu. Amen. Sema malimbuko. Malimbuko. Sasa ndio tunabeba ni malimbuko tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kanisa lielewe malimbuko ni nini. Je, sadaka ya malimbuko ilikuwa ya baraka kwa yoyote? Sadaka ya malimbuko ilikuwa baraka kwa watu wote. Na hata leo sadaka ya malimbuko ni baraka kwa sisi sote. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya malimbuko ni baraka kwa sisi sote. Kwa nyumbani unapomjua Mungu na kumpelekea sadaka yake ya malimbuko, inakuwa baraka kwako, inakuwa baraka kwangu, inakuwa baraka kwa familia. Bwana uelewe kiki ni cha kwanza na ni cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa na baraka nyingi kwa sababu siku zote kitu cha kwanza kumtolea Mungu kina nguvu kuliko kile cha pili. Narudia, ilikuwa baraka nyingi kwa sababu siku zote kitu cha kwanza kumtolea Mungu kina baraka, kina nguvu kuliko cha kile cha pili. Nguo mpya ambayo haijavaliwa na mtu ina thamani zaidi na heshima zaidi kuliko nguo ya mtumba. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu nionyeshe kwamba mimi hata kama nimevaa nguo ya mtumba, maana kuna mitumba iko gani? Si kweli?
Bwana alipe. Nguo iko gani lakini ya mtumba. Mimi nimenunua nguo ya rahisi shilingi 500 1000 lakini mpya. Nzuri ni gani? Namba nivale nguo ya shilingi 10,000 lakini ya mtumba. Na huo utavala nguo ya 500 lakini ni mbisha. Mbizo ni hiyo. Inasemekana nguo mpya ina heshima kuliko nguo ya mitumba ni ya gari lakini haina heshima. So chochote cha kwanza ni kipya, hakijawahi kuwako, kina heshima zake. Niposa yule pastor nabii alichacha mama analalamika yule kuna malavu kafuka biti huje anasirikize pastor na kila namba, lakini pamoja na hivyo nipikie mimi kwanza. Amehesabiwa mashaka yote yule mama, maana ni mjane na Bwana alimwandaa akamwambia nitakupeleka kule Sarepta, kuna mama mjane. Kumbe mama mjane kana na kitu na ile kwa pastor. Pastor apeleka pale kwa kuna kitu. Anamla Musa haya mtalamkaja kwa badali kasikweza na Yesu. Na unajua wale ambao hawana kitu wako kiroho vizuri ni wazuri. Bwana asifiwe sana. Na ushuhuda mzuri nisikwama na wadanganya, ameokoka na ameokoka. Tunaelewana? Ushuhuda ule wa mvuto. Na mzee wa watu wakapewa kiti. Ombe mama nipe kiti. Naomba kunipe maji ya kunywa. Mama ni maji. Mama anaenda. Alipoka kenda. Alipo mama kidogo tu. Mtabanika hili. Kala kuna kagande. Kagande bisha lirehewe. Baba uzamolayo. Sasa tumeamba anze kunena jambo la uko. Mzee hakuwa ni waziri katika Biblia, lakini mzee bila shaka aliongea jambo la safari ni ile nini. Nasikia nije nyoye lakini kabla kuzungura kwa maji kala kuna kagandi ile hewe nao nifune. Mimi naona mama wala kigogo kikilesi. Akata baba kumanya joari joamsi. Monyunguni. Baba mana sogiro kwa mzi. Sukuna ya sogiro. Yale mahindi ambayo kaenda kusaga unaweka mahali unga. Kuna wengine sogiro ni mfuko tayari ukiisha anatupa. Ile sogiro lazima una mahali kwa kaunga. Bwana Yesu sasa. Ukaenda kununua unga mimina pale. Ili ujue kama kuna unga au hakuna unga. Saa ingine utabadilika maji ya unga kumbe kama hakuna unga. Ndio anza kuangalia unga kwanza, ujue kuna unga ndio upike. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Omba basi nipe. Sasa choki chobake. Beli kakofika menga kaunga kakofika menga. Vivi be na sola vivi kuni nikagite na uyumo huye tu ilero alafu ufe tasipanga machelo machelo ufe. Yani tamaa ilikuwa haiko, maana ni kifo kinakodolea. Lakini huyo baba hakuwa na kumhurumia. Sasa ndio nataka kuambia wacha kuhurumia watu na mambo ya malimbuko.
usitizie. Kwa Mungu hakuna kuhurumiana, maana ni faida kwako na ni faida kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atamwambia niletee mama, hata kama utakufa kesho, lakini kwangu kwanza. Peleleza kwangu kwanza, chochote cha kwanza peleka kwa Mungu, maana anaitwa wa kwanza. Chochote cha kwanza, chochote cha kwanza ni kipya, chochote cha kwanza kina nguvu kuliko kile cha pili. Bwana Yesu asifiwe. Twavaa nguo za mitumba kwa sababu ya kujisitiri, lakini chochote kipya ni cha kwanza. Unagombisha, unagombia. Bwana Yesu asifiwe. Aliko Yesu. Sema malimbuko ni ya Bwana. Malimbuko ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiza hapo kidogo, kwa sababu wakati wetu umeenda, sitamaliza leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikusaidie au tusaidiane ya kwamba rais wa kwanza wa nchi huwa ana heshima kubwa zaidi kuliko marais wale wengine. Ni kweli si kweli? Nauliza, rais wa kwanza wa nchi, mwanzilishi wa taifa, ana heshima kubwa kuliko marais wale. So inamaanisha cha kwanza Mungu anakithamini. Cha kwanza, kanisa la Kristo tutakapofaulu kuelewa cha kwanza ni cha Bwana, heshima ni kwako. Bwana atakupatia heshima. Bwana atanipatia heshima nikishajua hiki ni cha kwanza, mshahara ni wa kwanza, shamba hili nimelima, nimepata mavuno ya kwanza, natafuta yale ambayo ni miganda mikubwa mikubwa, napeleka kwa Bwana. Maana unajua chochote ambacho ni cha kwanza si changu, ni cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi utapata kazi kesho, haijalishi utapata kazi kesho kutwa, mwaka ujao, lakini naomba ya kwamba uelewe chochote cha kwanza ni cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika sadaka ya malimbuko ndiyo inayobariki kazi yote inayofuata. Mshahara wa malimbuko ndio unaobariki mishahara mingine yote. Kadhalika sadaka ya malimbuko ndiyo inayobariki kazi yote inayofuata. Mshahara wa malimbuko ndio unaobariki mishahara mingine yote inayofuata. Tutakuja kuona hapo chini kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona kuna vitu vingine mimi kama ningejua kitambo hii, Mungu angenisaidia. Mungu angenisaidia. Kumbe mshahara wa kwanza ninapopeana ndiyo mishahara yote inakuwa na mtiririko wa baraka. Wengi wamebeba simama ya fungu la 10 si dhambi, lakini Bwana anaangalia cha kwanza. Hata kama utatoa fungu la 10 ni sawa katika mshahara wa pili, lakini mshahara wa kwanza ndio ambao umejaa baraka za kubariki mishahara yote. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, haya maneno, kuna wakati tulienda kwa conference zetu, na askofu
wetu wa kwanza akatufundisha hivi, na ndivyo ilivyo. Kila ibada ina sadaka. Sema sadaka. Kila ibada ina sadaka. Ibada ya harusi ina sadaka. Ibada ya kutoa mtoto nje ina sadaka, ni ibada. Ibada ya kuweka wakfu ploti au nyumba ina sadaka. Ibada ya mazishi ina sadaka. Na ibada zote zinazofanyika, ibada zote zinazofanyika, sadaka zote zapaswa kwenda kanisani. Sadaka zote za ibada zote zinapaswa kuingia kanisani. Na haya mambo tunayafanya mazishini. Hii ibada, tunafanya ibada, tunatoa sadaka, tunampatia mjane. Ndio vya kwamba kuna. Ndio vya huko. Hata kwa nini hivi? Sadaka zote sio roho, ndio kwa wapi? Ndio pastor. Maana tutaomba President worship wataimba, speeches zitatolewa kama matangazo. Baadaye mhubiri ataletwa, atahubiri, ataombea watu, watatoa sadaka. Na sadaka ndio kutoa jana. Hayo mjane ataomba kweli? Nauliza, huyo mjane aliyefiliwa akaomba? Maana mjane yule ambaye atapewa ni aombe zile sadaka kwa wale ambao wametoka, si kweli? Na hapa tumesema hapa mchungaji fulani aombe sadaka, si kweli? Baba, bariki sadaka ambazo zinaenda kutolewa. Kila mtu ambaye atatoa atabarikiwa, si kweli? Sadaka hizo apewe mjane. Na wale ambao ni mayatima. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana. Kanisa lazima tuchangamke, tuelewe maana ya sadaka. Malimbuko ni sadaka. Na Mungu anathamini malimbuko, anathamini cha kwanza. Hata kama mtoto wako ni mzaa na kumpeleka kanisani, lakini elewa leo ya kwamba uzao wako ulio uzao wa kwanza alikuwa ni limbuko la Bwana. Rubeni ni uzao wako wa kwanza, limbuko wa uweza wangu. Najua nilipozaa mtoto wangu msichana, nilijidai sana. Nilijidai kwamba ni mwanaume. Si ni kweli? Si ni kweli? Ninyi wanawake na wazee, ninyi wanaume, sema kweli. Sema tu. Bwana Yesu asifiwe. Anaongea, Rubeni ni uzao wangu wa kwanza, limbuko langu. Na iko baba Temas. Anasubeba mimba. Baba mimba ni mwingine. Alitatizika kabla akaenda kusema ni yeye mwenyewe sikusikia. Nilimsikia sasa. Namuuliza nani? Hasikika. Ndio kutoka anageuza anasikia ile vituko na wengine. Mimi niwahi tu kukaa hapo hospitalini, kuna mbu pale Medigree, kuna mbu. Lakini nangojea. Bwana Yesu asifiwe. Limbuko. Na Bwana anapenda limbuko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuelewe, Bwana alipendezwa tangu kitambo, tangu asili. Mungu anaangalia cha kwanza. Wakati Bwana alipomwambia Musa kila nyumba itoe mwana mmoja, haikuwa fungu la 10, ilikuwa ni limbuko. Wakati watakapotoa hayo malimbuko ya kwanza, yatakapochinjwa na damu
nitatoa kila firstborn jimbuko langu katika nchi hii. Hakuuliza hiyo, hakufanya mashauri na Farao, nitahala mwana wa kwanza kila. Aliwaambia kwamba nitachukua kila firstborn, first fruits. Kwa sababu Wamisri wakazoea kumtolea Bwana, hawajajua mambo ya malimbuko, walikufa, wakahuzunika, wakalia, wakasema waende kabisa, maana hawajazoea kumtolea Bwana, hawajazoea maana ya malimbuko ni nini, hawajajua, wakakasirika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana akawa ameamua ya kwamba mioyo yao iyayuke, ishuke, walie na wao. Mtu anapomtolea Bwana ni kwamba moyo wake umeshuka, umeyayuka, anasikia kumpenda Bwana, ameyayuka, anapenda Mungu, anamtolea shukrani zake. Mwimbaji mmoja akasema, nikupe nini Bwana, nikupe nini Bwana, yangu ni shukrani, yangu ni shukrani, yangu ni shukrani. Nikupe nini Bwana, nikupe nini Bwana, yangu ni shukrani. Maana ameona mambo mengi Bwana amemtendea, mambo mengi Bwana amemsaidia, Bwana amemsaidia, lakini amesema kwamba langu ni shukrani ya moyo kwa yale Bwana amemtendea. Mwingine akasema, umetenda hili, ukafanya hili, ukafanya hili. Baba, ninakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na vitu vya Mungu ndani ya nyumba zetu. Tusiwe na vitu vya mwenyewe ndani ya nyumba yako. Maana ukijua hiki ni ya kwanza, si yako. Bwana alipe. Nikijua hiki ni cha kwanza, si changu, kina mwenyewe. Bwana alipe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Wangapi wanataka parapanda takapolia wamwone Bwana Yesu, waende mbinguni, wakakae, wakaresti, wakapumzike? Bwana siku moja alinifundisha maana ya kupumzika. Mna manyama nako. Mna manyama nako. Mna manyama nako. Kuoya. Mna manyama nako. Nakao yeye, nakao yeye. Mna manyama nako. Mungu ananisaidia nifundishe kuhusu kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kupumzika. Mungu alipumzika. Alipumzika. Na wakati tunaenda mbinguni au tunatumaini na kumwona Bwana kupumzika, ni lazima tuwe tumefanya kazi. Tumemtolea Bwana kilicho chake. Sisi ni watu ambao tumepewa vitu ambao si vyetu. Na kama ni vyetu, si vyetu, ni vya mwenyewe. Mwambie Bwana asante. Ni vyako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma ni kwa mwisho tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Sema malimbuko ni ya Bwana. Chochote cha kwanza ni cha Bwana. Na pia Roho Mtakatifu ndani yetu anatushuhudia kwamba hiyo kazi, kama Mungu asingebariki, basi tusingepata chochote. Kwa hiyo tunamheshimu Mungu na kwa kuonyesha kuwa yeye kwetu ni wa kwanza. Kuonyesha Mungu ni wa kwanza. Wapendwa, Mungu ni wa kwanza. Wakati mwingine tunajihesabia vitu ambavyo tunaona vile vitu vyetu ni vya kwanza, Mungu ni wa pili. Sikuja kanisani kwa sababu nilikuwa na wageni, na wageni ndio wa kwanza, Mungu ni wa pili. Wanangu walikuwa wametoka likizo, wametoka kwao, wamesema leo twende kwa nyanya, twende kwa baba, leo ndio
Mwambie Mungu ni wa kwanza. Kuna mama chifu hapa, mama wa chifu, mama ke chifu anaitwa Naomi yule mama. Sema. Mnamwona yule mama? Na nasema mnamwona yule mama? Ndio. Ni vile leo hakuja. Huyo mama anajijua mwenyewe, lakini hajanyoka kama mimi, si ndio? Hatembei kama mimi. Imagine kama mfano kama wewe vile ni yule kanisa akiona kama mti hapo kako karibu na njia ashiki, na si kwamba akishika akasimama mgongo bado uko hivyo, anakoya na anakoya akiona kidogo amepata pumzi, alivyo kule makoti pale, hapa ndio kanisani, napumzia kidogo, afike hapa. Haya, yeye mama yuko namna hii, wewe hata mzima mwenyewe kabisa, waweza fukuza kukupa kwa mshika. Unajipatia sababu, sikuja kwa sababu, sikuja kanisa kwa sababu, yaani Mungu nipate tu. Mimi watakuwa ni mhubiri. Mimi hata kama ningekuwa mshirika, tangu nilikuwa mshirika, sijawahi kosa kanisani. Yaani Mungu alionitendea, yaani Mungu alioniponya, yaani Mungu alioniondolea, sijawahi kosa kanisani. Hata nitoke hapa niende nyumbani, najua kama kule nyumbani mimi sikuhubiri, naenda kule nyuma nikakae. Sitaki nikose kanisani, maana kwetu ni kanisani. Ndipo Yesu akasema, "Samba na malu baba na mama na kumara kokonze." Akiamba, "Ye baba na mama na ndugu zangu, ni amali hapa." Maana hapo ndio kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Yesu Kristo mzaliwa wa kwanza, limbuko la kwanza aliyekufa, na wengi wamekufa, wakina Yeremia wamekufa, wakina Ezekiel walikufa, lakini limbuko la kwanza la kufufuka Yesu. Amen. Limbuko niposa kila wakati atakaposi kuna ngine makafa kimbele ili makarema limbuko wa kufufuka. Anaenda kafufuka. Hata mambo fulani. Maana amefa hele ni Yesu. Afe unyafufuke. Hayo mwanana sana na thone ndio kufufuka na fulani. Maana kilicho moyo ndio ametoka kufufula manzimu. Kilicho hai ndio kinafufua mwenzake. Hayo mwanana sana za fakari. Yesu akiamka yuta ananuka, si ndio? Ananuka kama aliyefufuka. Yesu kama mzamwika. Sama mfinikira naye. Akimamba, Yesu, mbonako Lazaro. Akihika. Mama bora maraka. Lazima mambo fanya. Mamlaka nako mimi mwenye sio kufa wala fakara. Alipe Yesu. Limbuko la ufufuo, limbuko la kwanza linotolewa, limbuko la kwamba liteseke, life, alafu lizikwe na litoke. Amen. Chochote cha kwanza kina nguvu. Amen. Chochote cha kwanza kina heshima. Amen. Unapoleta mazao yako kama malimbuko, Mungu anakuheshimu. Mungu ananiheshimu. Mungu anakubariki. Mungu ananibariki. Chochote cha kwanza. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bia jirani yako, malimbuko ni sadaka ya kwanza na ni manukato mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambalo lina matumaini lazima lielewe habari ya malimbuko ni ya nani na yana maana gani. Bwana Yesu asifiwe. Alipa Yesu. Amen. Naomba simama.
Sikia kumshukuru Bwana. Haijalishi kuna vitu ulivikula ambavyo ni vya Mungu, lakini hukuvichukulia maanani, hukuelewa ya kwamba ni ya muhimu. Ona Yesu asifiwe. Amen. Saidia mwanangu, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Vijana ambao mnasoma, najua kama mnakumbuka na matumaini mtapata kazi. Mtaolewa kama ni wanawake, mtaolewa kama ni kijana utaoa, lakini kuna kitu kinaitwa limbuko na fungu lako la kumsikiza. Msichana au mvulana jifundishe kutoa fungu lako la 10. Msichana au mvulana jifundishe kutoa limbuko. Una kuku, una mbuzi, Bwana amekubariki. Kuna kitu kinaitwa limbuko, uzao wa kwanza. Huo sio wako, hiyo ni baraka Mungu amekupatia. Wakati mbuzi yako inapozaa ile ya kwanza, pea kama mwenyewe. Mungu ananena habari ya limbuko, anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Yesu alikuwa limbuko katika dunia, akapeana. Na chochote ambacho kinapeanwa hakipotei. 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 Inua mikono yako. Inulie Bwana mikono yako. Sisi Bwana anatuangalia kwa macho yote ambayo tunafanya kwa matendo yetu. Bwana anataka kufurahikia jinsi unavyomjua Bwana, jinsi ninavyompenda Bwana, jinsi ninavyomthamini Mungu wetu, ya kwamba aliniokoa na Bwana aliweka vitu mikononi mwangu. Bwana aliweka vitu mikononi mwangu. Bwana aliweka vitu mikononi mwako. Bwana ameweka vitu mikononi mwako. Ameweka vitu kwa nyumba yako. Ameweka vitu kwa shamba lako. Ameweka vitu. Na vile vitu, kuna vitu vya kwanza. Kuna vitu vya kwanza. Kuna vitu vya kwanza. Na Bwana anaviangalia, anaviona ya kwamba vitu ni vyake. Usione mambo yameharibika ukaanza kuingia uchungu. Ni kwa sababu kuna vitu vya Bwana viko mikononi mwako, viko katika nyumba yako, viko katika shamba lako, viko. Sikia kumshukuru Bwana. Inua mikono yako, tumshukuru Bwana. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Ni wewe
Kuna vitu tumemkosea Bwana kwa kutokujua, kutokuelewa, kutofahamu. Lakini leo Bwana ametufahamisha. Lakini leo Bwana ametujulisha. Lakini Bwana leo ametufundisha ya kwamba kuna malimbuko yanapaswa kuletwa kwa madhabahu, kwa kuhani, ili baraka ziandamane na wewe, ili baraka ziambatane na familia yako, ili baraka ziandamane na maisha yako. Ndani ya kuhani, ndani ya madhabahu kuna baraka, kuna baraka, kuna baraka. Ndani ya madhabahu hii, ndani ya madhabahu hii, ndani ya kuhani kuna baraka zako. Walimpelekea Bwana sadaka zao za malimbuko ndani ya kuhani, ndani ya malimbuko, ndani ya madhabahu. Tunakupenda Bwana Yesu, tufundishe, tufunulie. Acha neno lako likapate nafasi ndani ya maisha yetu. Bwana, ulitupatia mazao ya mashambani, ulitupatia mashamba, ulitupatia mifugo, ulitupatia kila aina. Tuko nazo ndani ya nyumba zetu. Tumekosa kukujua, tumekosa kufahamu. Winulie Bwana mikono yako. Yesu alikuwa sadaka ya malimbuko, sadaka ya manukato, akipendeza baba yake na wanadamu. Rubeni anajulikana kama malimbuko. Nguvu yake ya kwanza, Rubeni, naweza kuwa manukato mbele za Bwana kama atapendeza Bwana na kumwelewa Bwana juu ya malimbuko niliyo nayo, juu ya sadaka ya malimbuko niliyo nayo, juu ya vitu vya malimbuko nilivyo navyo ndani ya nyumba yangu, ndani ya shamba langu, ndani ya maisha yangu. Ninakupenda Bwana Yesu, ninakupenda Bwana Yesu. Isaka amekuwa malimbuko kwa baba yake na mama yake. Ni kitu gani mama ambacho kimekuwa malimbuko na umekataa kukileta kwenye madhabahu? Baba, kuna vitu vya Mungu ndani ya nyumba yako, ndani ya shamba lako, ndani ya shamba lako, ndani ya shamba lako, na ni malimbuko. Vitu vya kwanza, vitu vya kwanza Bwana anaviangalia. Bwana anaviangalia, Bwana anaviangalia. Wamisri walikufa, fast fruits vilikufa vyote, na wakalia. Chochote cha kwanza kinapokufa utalia, utakuwa na uchungu, lakini elewa kwamba hiyo kitu si chako, ilikuwa ni cha Bwana. Ukipeleke ndani ya madhabahu. Ndiposa Samueli, ijapo alikuwa ni mnadhiri, ijapo alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, mama alisema mtoto huyu atakapoacha kunyonya maziwa nitampeleka kwa Bwana. Maana yake ni nini? Alikuwa ni first born, first fruits. Hebu tumikie Bwana, ishi ndani ya nyumba ya Bwana. Sema Bwana Yesu, sema na sauti yako, Bwana Yesu, siku ya leo naomba msamaha mbele zako, mbele zako. Nimeasi, sikujua, nimekuwa mkaidi na maagizo yako. Bwana Yesu, leo ninaamua, nimelisikia neno lako. Ya kwanza ni yako, ya kwanza ni yako, ya kwanza
natubu, natubu, nisamehe, nitakase, nitakase, takasa maisha yangu, takasa na nyumba yangu, takasa na watoto wangu, takasa, nitakase, nirehemu Bwana. Inua mikono yako na kupa sifa Bwana kwa neema ulionipa mchana wa leo kwa ajili ya ibada hii. Neema yako Baba na itoshe katika maisha yetu Bwana. Utubariki na baraka zako. Kanisa lako Bwana nalileta mikononi mwako, maana unalitazamia wakati wa kurudi kwako mara ya pili. Likufurahikie, upendezwe na kanisa lako, upendezwe na roho zako. Nakupa sifa Yesu, na kulibariki jina lako, maana ni wewe peke yake. Wewe ni wa kwanza na wewe ni wa mwisho. Nakupa sifa na kulibariki jina lako kwa Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Sema amen. Sema amina. Sema amen. Sema chochote cha kwanza. Sema na sauti chochote cha kwanza ni cha Bwana. Tukae. Amen. Naomba tupate matangazo. Tupate matangazo kwa hapo. Tupate matangazo. Alafu nitamalizia tupate matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu siku ya leo nikiwa mbele yenu. Kuna wiki mbili sikuwa hapa, na ile wiki ya kwanza ambayo sikuwa ni ibada ile harusi ya dada yangu Salome. Ile Jumapili sikuja, kulikuwa na bado nyumbani kulikuwa na wageni na tungeweza kuwafukuza wala kuacha peke yao. Bwana asifiwe. Kwanza kabisa nataka kushukuru kanisa kwa mchango wenu ambao mlitupatia kwa harusi ya dada Salome. Bwana asifiwe sana. Nataka kuwashukuru pia vijana waliokuja pale wakapiga muziki, walikesha pale na baridi, lakini walieneza ujumbe. Bwana asifiwe sana. Nataka kuwashukuru kina mama ambao mlikuja mkasimama na mamangu pale katika ile sherehe. Niliona wengi wenu mliokuja na nilisikia kufurahi. Nilijua kwamba kumbe niko na mama zangu wengi. Bwana asifiwe sana. Hata wazee pia walikuwa pale na tukafurahikia pamoja. Na hii sherehe hapa ndani pia ilikuwa nzuri sana. Wale wasichana ambao bado hawajafanya harusi na waombea, hakuna msakala cha roho. Ni kweli? Wakambi wanasema hakuna msakala cha roho. Hata kama umeolewa na hujafanya harusi, bado tunaweza tukafanya harusi tena ikawa nzuri sana. Bwana asifiwe sana. Na muangalia hapa mzee wangu somo yangu. Nataka tuje tufanye harusi nzuri. Harusi ni kitu kizuri. Juma lililofuata nilikuwa Chakama. Mimi ni mtu wa Chakama. Nilikosekana kule pia wanapigiwa simu sana kwa wapi. Sasa nilienda kwa sababu nilijua nilikuwa nimemaliza kama miezi miwili bila kwenda.
hata ni zaidi ya miezi miwili. Maana nilipeza kule tarehe 6 mwezi wa 7. Kama miezi miwili. So nikawa kuna mambo ambayo lazima nikashughulikie. Na siku baya, uzuri, mambo si mabaya. Zile ploti zetu bado ziko, ile ploti ya kanisa bado iko kwa salama. Nijua limewaka sana, kama mahindi sikupata. Nipata mahindi kidogo sana, lakini nilileta nyumbani. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna mahali ambapo nilimwambia yule aliyelimia haya mahindi chukua kule wewe, maana ni kidogo sana, siwezi kupeleka nyumbani. Nikasema cha nibariki yeye. So nimesema na matangazo. Kuna barua hapa. Hii nafikiri ilipita wakati wake. Hii ni mambo ya kimungu. Asante. Hapa kuna barua tena, kuna kadi. Hii haijaisha. Kuna hii kadi ya mjengo hii. Hii kadi ilikuwa mwisho ni Disemba, lakini naona hapa waliolipa ni watu wawili. Watu watatu. Waliandika watu 10 na watatu waliolipa. Kwa hivyo nataka tuhakikishe kwamba na mimi tayari sikuwa nimelipa. Kwa hivyo nitalipa treasurer. Nikitoka hapa uhakikishe umepata 200 zangu. Bwana asifiwe sana. Na wale ambao pia naona hakuna tiki, tafadhali ona kwamba umelipa. Hii pesa inahitajika kule kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu la EPC Kandaleni Parish. Pia kuna hii kadi ya mission. Hii nayo pia tarehe yake ilipita. Hii ilikuwa tarehe yake ni mwezi wa mwezi wa 8 yende. Na hii jaenda, manake naona pia hawa watu waliandika na hawajalipa. Kwa hivyo hii pia tulipe. Kama uliandika jina lako, hakikisha unalipa. Hii basi ni muhimu sana. Kama hukulipa hapa, shauri yako. Bwana asifiwe. Haya, kingine ni kwamba kuna safari ya mchungaji kule Meru kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 2 mwezi wa 10, bado iko mbele, lakini ni kuambiana ili kukumbushana kwamba kuna hiyo safari ambayo itafanyika mwezi wa 10 tarehe mwezi wa 10 mwezi ujao. Kama ni mwezi ujao, ndio. Maana leo ni mwisho wa mwezi wa 8, kesho tunaingia mwezi wa 9. Kwa hivyo ni kama mwezi ujao. Kwa hivyo hiyo safari tuitayarishe ya kwamba kutahitajika nauli ya kwenda na mali ya tarehe 1 na tarehe 2. Kwa hivyo inabidi atalala huko. Kwa hivyo nauli na mahali pa kulala na chakula chake. Kwa hivyo hiyo lazima tuipange patikane. Pia kuna ile crusade yetu ambayo tunatarajia itakuwa Disemba kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 21. Katika hiyo kuna mpango wa kwamba kuwe na mchango wa kugharimia huo mkutano, na huo mchango utafanyika tarehe 9 mwezi wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Kuna semina ya wilaya ambayo itakuwa hapa kanisani kwetu tarehe 10 mwezi wa 10. Semina hiyo itakuwa inaanza saa 4. Ni siku moja. Kwa hivyo hiyo siku hiyo moja tutakuwa hapa na ni kanisa lote la EPC katika wilaya.
si wilaya ni mpaka Mombasa. Kwa hivyo tunaanza Mombasa huko mpaka Kaloleni Parish mpaka Taita, Itambala yote itakuwa hapa. Kwa hivyo itakuwa ni siku kubwa. Hiyo tutaambiwa vile tutakavyojitayarisha, manake watu wakija hapa siku na kula. Kuna ng'ombe labda itakuwa inachinja, lakini watu wengi. Kwa hivyo ni tujitayarishe. Ikiwa watu wamekuja kutoka Kikambala, Mzambarauni, kutoka Taita, Mombasa yote Central hiyo district. Sasa wenyeji tukikosekana sitakuwa ni aibu. Tutatoshea hapa ndani, tutatoshea. Tutahitaji matent, tutakuwa pale nje. Kwa hivyo sisi wenyewe kama tumejaza, wale wengine ndio tutatafutia matent. Bwana asifiwe sana. Haya, leo ni siku ya kutoa ahadi juu ya mkutano wa Injili. Tuliambiwa ile bajeti yake ni takriban $600,000. $600,000. Na tunahitaji kuchanga hizi $600,000 tarehe 9 mwezi wa 11 zote zimepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo leo tunatoa ahadi, sisi ambao tumefika tutatoa ahadi ya zile pesa utakazotoa ili ile $600,000 ipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho wa ibada tutatoa ahadi. Na kabla hatujafika hapo, nataka kuwarudisha katika matangazo mengine ya kwamba tuna ile hazina yetu ya dharura kila mwezi $50. Tukumbuke kwamba tunahitaji kuilipia, na kama umekuja na hiyo pesa utamwona mwekaji hazina ili ulipe na tuendelee kuichangia. Na mwisho ni kuhusu utaratibu wetu wa kanisa letu na ibada katikati ya wiki na mwisho wa wiki. Kila Jumatano ni ushirika wa kina mama, kila Jumatano kuanzia saa 8. Na kila Jumamosi ni siku ya vijana kuja praise and worship kwa mazoezi kuanzia saa 9. Na siku ya Alhamisi na maombi hapa kanisani kuanzia saa 9. Na Jumapili kama leo ni siku ya ibada za watu wote. Sunday school wanaanza saa 2, vijana kuanzia saa 3, na sisi watu wote tunakuwa pamoja kuanzia saa 4. Sote tushiriki kikamilifu katika hizo ibada. Mungu awabariki. Amen. Na matangazo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu. Tarehe 14 tuko na mgeni wetu ambaye alituma na ule mwimbaji Rose Muhando. Tarehe 14 wiki hii, basi wiki ijayo ya tarehe 14 yule ndugu atakuwa hapa kushiriki na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo yanaendelea. Mambo mengine ni kwamba saa hii tutaahidi kile ambacho unajua kifika kuanzia mwezi huu mpaka tarehe 9 unaweza ukapata kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama nilivyosema juzi, Jumapili mgeni heshima mkuu mama yetu Aisha Juma atakuwa hapa. Hiyo nimeconfirm kwamba atakuwa hapa, na wale wengine. Kuna ndugu yetu kutoka USA, japo ni wetu lakini anaishi USA. Hiyo siku ya mchango pia atakuwa hapa. Ambrose Dume atakuwa hapa, na wengine ambao tunawapata wamekubali kuwa watusaidie kugharimia mchango huo. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo ambalo tunaweza kulifanya, lakini nasikia msukumo kwamba tulifanye, maana tuko hapa kwa sababu ya injili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio biashara yetu
ambayo umetufanya tuko hapa. Tumekuja kuabudu, si kuabudu na kwenda, lakini itikadi ya kanisa ni kuhubiri Injili. Kati saa hii Kenya yote saa hii kuna revival au uvuvio mkubwa unaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana watu wamejeruhika, watu wako na makovu, watu wako na vidonda vya rohoni, na Mungu ndiye faraja wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho ungeweza utaahidi hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi sawa sawa hiyo. Bwana asifiwe. Haya, tutaanza. Sekretari, na uwezo kuchukua mahali na ukaandika kile ambacho tutaahidi. Anza na mchungaji kwanza, wale viongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kiongozi ni kuongoza, si kweli? Kiongozi ni kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu sisi wengine tunafuata. Bwana Yesu asifiwe. Sekretari, uko tayari? Haya, mimi na mke wangu, andika shilingi 10,000. Nashukuru Mungu kwa sababu wengine waliposikia nilipoambia walisema, pastor, siwezi acha kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakajitahidi tayari wakatoa pesa zao. Sio baraka jamii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na mke wangu shilingi 10,000. Haya, mwingine afuate. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Wewe leo tuko na dakika kidogo tu tumalize. Mwingine unafanya kitu. Mama mkendo pale shilingi 5,000, si ndio? Mwingine hapa mpaka mwezi wa 11 tarehe 9. Nini unaweza fanya ili Injili hapa kutajaa? Hapa kutajaa. Au mwasemaji? Wababa mwasemaji? Tunaahidi kile ambacho tungeweza kutoa mwezi huu wa 9, wa 10 na wa 11. Roho wa Bwana tembea. Hapa kuna kucheka hapa. Hebu tusikize kicheko chao cha Isaka. Sema mama, unaona utakuongea kitu. Amen. Familia yangu yote alikuwa 50. Alafu tutaomba hapa. Amen. Wewe pray. Sasa hii usione ni mchezo.
Hili jambo hajafanyika kamwe, hajawahi fanyika kamwe. Naomba uwe limbuko, uwe limbuko, uwe baraka kwa Kambe na Rinde na Kaloleni yote na Arbae. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Mtu mmoja alisema si kwa sababu ya nguvu zangu wala uwezo wa nguvu zangu, kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shilingi 50,000. Wengine tunaanza na viongozi. Analipe kala mwingine na mchewe na mdumewe. Mama Lina Swati. Bwana asifiwe. Nasikia msukumo mzito ambao hilo jambo likifanyika, hii Kambe Bwana Yesu asifiwe sana. Ya. Najua nini wanasikianza inaanza tu. Ile naanguka mpaka uwanja mzima unakuwa delivered. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya viongozi semeni vizuri. Hizo vingelele 15. Mchoma ulipokuwa chifu ulipigwa makofi kama mama unajua kuvaa mbele akawe. Makofi kwa Bwana Yesu. Familia ya Mboka 10,000. Matore Josefu bado naona Roho wa Mungu ataenda kutembea, utatuambia tu. Mwingine Mama Linda, kama una jambo tuingie mahali nyingine. Tunaandaa mchango wa tarehe 9 mwezi wa 11. Roho wa Bwana bado na wamama mnasemaje na wababa? Mangili Manuel, ndugu mzee Carson, shilingi 2,000. Mzee 2,000. Mzee Carson 2,000. Wengine kuanzia hapa mpaka mwezi wa 11 elfu mwenga wa masofu 1,000. Haya wengine magana matano. Mama Amerika 5 magana matano. Lazima Injili uhubiriwe. Naomba Mungu atusaidie walimu wa siku hizi kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama Amerika 5 mwingine. Mama Salome 1,000.
alipe. Mwingine? Mama Rosi Mamanga 1000. Mwingine tumalizia Century Tobule. Kuna gradi na Grace Katana. Garamatano. Grace Katana Garamatano. Mwingine? Ele ni mwana Garamatano. Tata kukomoe kando. Komoe tu kando. Hii kando ikikurungu. Na wanajua koti ndio kanisa la kiroho. Tunaweza. So mama lazima aongee. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwingine? Mama Rachel Mkoma. Garamatano. Mwingine? Sijama Karume Garamatano. Kristo Punje Magaramatano. Sana wakashindo Magana Fumenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alipo Yesu. Amen. Okay, kama utakuwa na zaidi Jumapili unaweza ukaongea. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka kufungia nje. Nataka tuhubiri injili. Watu waokoke. Watu wakombolewe. Zile madhabahu za ukoo. Zile madhabahu za ukoo, maana kwa ukoo kuna madhabahu. Bwana Yesu ni sana. Iwe ndio mwanzo wa kambe kutoka kwenye mji wa Kaya na kuingia katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alipe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuachia hapo kwa leo. Sawa sawa.
Hakuna tangazo lingine. Usimame. Atufunge mkutano wetu. Nataka kama umeahidi, umenena maneno ya ahadi. Iko Yesu. Umenena maneno ya ahadi na kusema mimi nitatoa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unyoshe mikono yako. Tuombe kwa sababu ya hiyo ahadi ambayo umeweka. Hiyo ni nadhiri umeinena mbele za Bwana. Hii ni kanisa, hii ni madhabahu. Ili Bwana apokee ahadi ambayo umeinena na Bwana akusaidie uitimize. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, ni wewe Bwana uliyesema enendeni ulimwenguni kote kaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wake wa pekee. Maana hukumtuma mwana ulimwenguni au hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana Yesu, tumeweka ahadi kwa sababu ya mwito ulioleta katika maisha yetu. Mfalme, nabarikisha kila mmoja wetu ambaye ameahidi mbele zake ya kwamba atatoa. Bwana, ninaomba milango ikafunguke, ninaomba njia zikafunguke, naomba upenyo ukaonekane kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki Bwana Mfalme kila mmoja aliahidi kwa kinywa chake, kila mmoja aliyenena kwa kinywa chake. Nenda Mfalme ukapate kumfanikisha, ili Bwana deni hilo likalipike. Ninakataa kila roho ya upinzani, ninakataa kila roho ya upinzani. Roho za pingamizi hazina mamlaka juu ya mkutano huu, hazina mamlaka juu ya ahadi hizi, hazina mamlaka juu ya madhabahu hii. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Naiweka siku hiyo mikononi mwako. Kameribe tunaileta mikononi mwako. Acha neno lako likahubiriwe, acha habari njema zikaenee, acha watu wako wakaokolewe sawa sawa na mapenzi yako. Nabarikisha kila mmoja wetu. Napoondoka mahali hapa, baraka zako ziambatane nasi juma lote, na watoto wetu ambao wanaenda mashule wanarudi mashuleni, wengine wanaenda university, wengine wanaenda colleges, wengine wanaenda secondary. Baba, ninawaleta mikononi mwako. Hata wale ambao wako mashule ya primary tunawaleta mikononi mwako. Tunakataa kila nguzo za giza. Roho za ajali hazina mamlaka. Roho za ajali, mapepo ya ajali, devil worshiping hawana mamlaka juu ya maisha yao. Tunawazunguka na damu yako Yesu, ukapate kuwalinda na kuwafinika na mapenzi yako. Tunajiachilia mikononi mwako Yesu. Bariki kila mmoja wetu mahali hapa, na neema yako Bwana ikaweze kuwa pamoja nasi. Utubariki na baraka zako kwa Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Sema